niko hapa kwa ajili ya kukupatia elimu ndugu yangu. Tumezungumza kidogo machache, ametuhabarisha pia kuhusiana na siku ya jana ambayo ilikuwa ni Juni 16 ambayo ni maalum kabisa kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, lakini ametuambia namna ambavyo dawati lenyewe pia linashiriki kamilifu katika kujumuika ama kuchangamana kwenye siku hiyo na mambo ambayo pia wanayafanya. Lakini kikubwa hii leo tunazungumzia pia kampeni ambayo imeanzishwa na dawati la jinsia, na kwa sasa ni awamu ya pili nadhani na tutazungumzia kampeni ya tuwaambie kabla hawajaribiwa. Wakina nani hawa tunawaambia kabla hawajaribiwa, na kina nani pia wanatakiwa kuwaambia hawa watu kabla hawajaribiwa? Basi Sergeant tuko hapa kwa ajili ya kutuambia. Karibu Sergeant. Asante. Tukizungumzia hili swala la kampeni ya tuambie kabla hawajaribiwa. Kampeni ya tuambie kabla hawajaribiwa imeandaliwa na makao makuu, dawati makao makuu, ambapo hii kampeni ya tuambie kabla hawajaribiwa ina maana kubwa sana. Ndio. Na ukifuatilia ina faida kubwa sana. Sasa hii kampeni ya tuambie kabla hawajaribiwa, hii ni awamu ya pili. Tulianza na awamu ya kwanza, lakini sasa tukaingia awamu ya pili, na hii kampeni ilizinduliwa na afande IGP mwenyewe. Ndio. Hii kampeni wazazi wanatakiwa waipokee tena kwa unyenyekevu mkubwa sana na kwa kuishukuru sana jeshi la polisi, kitengo cha dawati la jinsia na watoto. Ndio. Kwa nini tunawaambia kabla hawajaribiwa? Hawa watoto tunawaambia kabla hawajaribiwa kwa sababu gani? Hawa watoto tukianza na wazazi ambao wao ndio wamewazaa, au mimi ambaye nimezaa watoto wangu, natakiwa hii kampeni nianzishe mimi nyumbani kwangu, kwa sababu tunaamini kwamba siku zote makuzi na malezi yanaanzia nyumbani. Na wewe kama baba au kama mama ukitenga muda wako vizuri, ukamwambia yule mtoto wako ndani ya nyumba kabla hajatoka nje, kwamba mwanangu unataka kwenda nje, sasa hebu kaa ndani tutulie tuzungumze. Kwa hiyo wewe kama mzazi unamkalisha mwanao chini, unampa muda, unachukua muda wako kwa dakika kadhaa, unaongea na familia yako kwa ujumla. Tunakumbushana hii kampeni ni kwa ajili ya kuanzia form 1 ndio ambao wanakuja kuingia ambao wamemaliza darasa 7 sasa kuingia form 1. Lakini kuna hao wanaenda vyuo mwaka wa kwanza. Lakini kuna ambao wanaanza kwenda form 5. Ndio. Sawa? Lakini tumewalenga wale hao mpaka wanaenda vyuo vikuu mwaka wa kwanza. Kwa nini? Hii kampeni tunawaelimisha, tunawaambia kule wanapokwenda kabla hawajaribiwa. Hatusubiri kwanza waaribiwe. Tunataka wakienda kule tayari wanakuwa wanaelewa na wanaelewa kwamba hii kampeni inawahusu wao. Kwamba sasa mfano mtu ambaye anaanza kuanza darasa anaenda kuanza form 1. Ndio. Kuna vitendo ambavyo vinakuwa vinatokea kule mashuleni, ambapo sasa yeye kama ni form 1 sana ule ugeni. Labda nikizungumzia sana wao wanao kwamba waenda boarding au hata hao ambao wanaenda day. Sasa kwa sababu wenyewe ni form 1 wanaoita newcomer. Kwa hiyo kuna vitendo vya ukatili wa kijinsia ambavyo wanakuwa wanafanyiwa. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba nikikaa kimya ni sawa. Kwamba kumbe mimi nimeanza form 1 na istahili kufanyiwa kitu kama hichi cha ukatili wa kijinsia na natakiwa ni nyamazi. Lakini hapana, kwa kampeni yetu sisi tuambie kabla hawajaribiwa. Tunawaambia wakienda kule form 1, wakienda kule form 5, wakienda kule chuo kikuu wanakuwa wanajiamini. Kwamba mimi kama ni mwalimu ameniita kanifanyia kitu kibaya cha ukatili wa kijinsia, basi ninaelewa kama hapa nafanywa kitendo cha ukatili wa kijinsia na ni nini nifanye, taarifa niitoe wapi. Kwa hiyo anaenda akiwa na nini na ule uelewa. Kwa hiyo sisi tunazuia kabla hajatokea kile kitu. Ndio maana tunawaambia kabla hawajaribiwa. Kwa hiyo na hata wale ambao wanakwenda vyuo vikuu, alikuwa anaishi katika maisha ya maadili kabisa nyumbani kwao. Lakini baada ya kufika sasa vyuoni anabadili tabia. Kubadili tabia, anaenda anaishi maisha ya kuiga sasa. Yale maisha ambayo anakuwa anaishi, anatamani kuwa kama Foto. Foto labda amenyelewa katika maisha ya utajiri. Lakini mimi nimelelewa katika hali ya umaskini. Sasa naanza kubadilisha tabia yangu, naanza kuishi maisha ambayo sio ya kwangu. Natamani iPhone matatu, natamani sio iPhone 17, wakati sio uwezo wangu, na hata familia inayotokea ninaijua imetoka katika uwezo gani, na huyu ambaye ninataka kumuiga yaani yeye ametoka katika maisha gani. Sasa wanaanza kujiingiza katika magrupu ambayo sio sawa, magrupu ambayo sio salama, anafanya vitendo vibaya ambavyo vya kumkosea hata Mwenyezi Mungu, lakini pia jamii haitaki. Alikuwa anavaa mavazi mazuri nyumbani, lakini baada ya kwenda chuo anaanza kuvaa mavazi ambayo hata jamii haitaki. Hayana maadili. Kwa hiyo anakuwa amebadilisha mwenendo wake wote mzima kwa sababu ya kufanyaje? Ya kuiga. Lakini sasa na sisi tunawaambia kabla hawajafanyaje? Kabla hawajaribiwa, ili waendelee kuishi maisha yao, ili waweze kujiandaa kwa ajili ya kile kilichowapeleka shuleni kwao, waende wakafanya kile ambacho
wanaendelea kukifanya ili baadaye aje kuwa na maisha yake. Okay. Na pia wakumbuke katika familia zao walikotoka ili waweze kujiandaa kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Sababu wao ndio watoto ambao tunawategemea, maana ndio taifa la kesho. Tunawaandaa kwa kuwaambia kabla hawajaharibiwa. Ndio. Haya, sasa wakati kwa unazungumza hapo, naamini sasa nyinyi jeshi la polisi, dawati la jinsia, mna uwanda mpana sana wa kushirikiana na jamii pamoja na wadau wa kimaendeleo katika kuhakikisha kwamba hili jambo pia linaendelea kufanikiwa zaidi na zaidi. Lakini sasa tuje kwa upande wa wazazi. Nyinyi sasa kama jeshi la polisi, namna gani ambavyo mna connect na wale wazazi katika kufikisha elimu ambayo pia na wao watakwenda kufikisha kwa watoto wao? Sisi kama jeshi la polisi tuko dawati la jinsia na watoto, tunawafikia wazazi moja kwa moja kwenye mikutano. Kwa mfano tumeona juzi walikuwa wanafunga shule wanafunzi, lakini kwa kuna vikao vya wazazi. Sasa katika vile vikao vya wazazi, sisi kama dawati la jinsia kushirikiana na polisi jamii ambao kwa sababu kila kata kuna askari wa polisi jamii. Sasa na wale askari kata ambao katika zile himaya, na sisi kama dawati la jinsia na watoto tunashirikiana nao kwa sababu tayari tumepata maelezo kutoka kwao. Sasa wale ambao ndio wenye himaya zao, na sisi kama dawati la jinsia na watoto tunashirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kuwapa elimu wazazi. Tumezungumza nao na kuwaomba, kwa sababu kwa mfano sasa hivi shule zimefungwa. Na wao kama wazazi jukumu lao ni nini? Walimu walikuwa na jukumu la kuangalia watoto, kwa sababu unajua walimu wanafanya kazi kubwa sana. Na tunastahili kuwapongeza kwa sababu sasa hivi wazazi wengi, yani akili anatamani hata kesho afungue shule ili ampeleke mtoto shuleni. Lakini kuna baadhi ya wazazi ambao sasa hivi wamechukua watoto na wamepeleka kwa bibi. Wamechukua watoto wamewabeba ili waende wakapeleka kwa bibi zao ili wenyewe waendelee kuishi wakiwa wako free. Hawataki majukumu, yani wanakimbia majukumu. Hawataki. Sasa wale wazazi tumewaomba, anatakiwa yeye kama mzazi, huu ndio muda sahihi wa kukaa na mtoto wake, kuzungumza na mwanae na kumfundisha maadili yaliyo mema, na kumfundisha makuzi na malezi yaliyo salama, na kumwandaa kwa ajili ya kuja kuwa mtoto bora, na kumwandaa kuja kuwa mama bora, kumwandaa kuja kuwa baba bora, kuliko kuchukua huu muda na kumpeleka mtoto kwa bibi. Bibi alishakulea wewe, na muda wake umefika wa kupumzika, ambapo sasa wewe kama mzazi ndio unapaswa umchukue bibi ukae naye na kumwangalia wewe, na sio wewe umchukue mtoto wako umpeleke kwa nani? Kwa bibi akamtizame ule mtoto. Yeye hana ule uwezo tena kukaa kufanyaje kumwangalia ule mjukuu wake. Kwa hiyo unakuwa unampa mtihani mkubwa, kwa sababu tayari malezi atakayolelewa na bibi ni tofauti na utakapomlea wewe kama mzazi wake. Bibi akikaa anaweza kuona mtu kunyanyuka. Alafu mjukuu sasa ndio akili yake iko imechangamka. Atatoka tena nyumba ya tatu, atatoka sio tunafanya nini, yani ile mtoto ashikiki. Sasa bibi ule uwezo kukimbizana na mjukuu tena hawezi kuwa nao. Kwa hiyo wewe kama mzazi unatakiwa uchukue nafasi. Kama vipi mchukue bibi kule aliko pamoja na wajukuu zako, basi kaa nao pale nyumbani, mkae muweze kuifurahia ile siku, na kama ni bibi atacheza na wajukuu zake.